Sasa leo tutakwenda kujifunza ni kivipi tunaweza kutengeneza registration form kwa kutumia PHP, HTML, CSS pamoja na MySQL database ndio tutakayotumia leo. Cha kwanza kabisa unatakiwa uhakikishe kuwa XAMPP yako iko on. Kwa hiyo tutaenda kwenye XAMPP, tuta make sure XAMPP yetu iko on kwa sababu PHP wanaita ni server side script, yani ina run. Sasa hapa mimi nishawasha, na utahakikisha kwako imewaka ili hata ukiingia mfano hapa unaweza ukaiaccess MySQL uroot, unaweza ukaiaccess database. Yes, imekuja hapa. Kwa unaweza nikaandika kitu kama hicho databases, nikaterminate show databases, kwa utaziona hapa. Kwa hiyo leo tutakwenda kutengeneza hicho kitu, na text editor ambao nimeipropose tutatumia wote Visual Code. Yes, so inabidi tuende kwenye folders inside of XAMPP. Itabidi uingie kwenye XAMPP yako, then kwenye XAMPP utahakikisha unaingia ndani ya htdocs, hypertext document, then utatengeneza folder. Mimi nimetengeneza folder hapa, nimeita reg. Then utakuja kwenye Visual Code yako, utakuja kwenye Visual Code, still not working. Visual Code, then utaenda open folder, then utaselect hilo folder lako. Mimi nimeselect reg. So baada hapo, kitu cha msingi cha kuhakikisha cha kwanza ni kuwa una database. Hicho ndio kitu cha kwanza kabisa cha kuhakikisha. Kwa hiyo inabidi ni login au nitengeneze database. Naweza ngatengeneza database hapa tu, nikasema create database. Nikaipa data nijifunze. Unaona tushatengeneza database hapo. Sasa cha pili kinachokuja hapa ni kutengeneza connection kwa kutumia hii. Tutaenda kutengeneza connection ya tuanze wote from scratch. Utakuja hapa kwenye folder lako, utaklik, then utasogea hapa kwenye button ya add file, then utaandika, tutatengeneza file inaitwa con.php. Baada ya hapo, kinachofuata ni kufungua script ya PHP ambapo kwa kawaida tunaifungua hivi PHP, then unaifunga script. Baada ya hapa, kinachofuata ni kuprepare variables. Tutaprepare variable. Tunajua kabisa PHP namna ya kutengeneza variables, unaanza na $sign. Kwa hiyo tunaanza na $sign, then save a name. Tunaweza tukaita tu saver au tuite saver. Yes, save a name. Tuite save a name. Save a name yetu ni localhost. Tutatengeneza variable inaitwa username. Variable inaitwa username. Username yetu inaitwa root. Tutatengeneza tena variable inaitwa password. Password yetu tunajua kabisa password haina. Sawa, tutatengeneza variable inaitwa database. Variable inaitwa database.
tutaweka jina la database yetu. Database yetu tumeandika inaitwa jifunze. Baada ya hapo tutakuja tutatengeneza variable. Muona hapa inakuonyesha tutatengeneza variable inaitwa con. Sawa? Con. Variable inaitwa con. Then tutaandika MySQL connect, then uta include sasa hapa server name, username, password, then database inakaa mwisho. Baada ya hapa nita test connection. Naweza nikasema if con tunaweza tukasema connection successful. Sawa, tunaweza tukasema connection successful. Hebu tujaribu tuone kwa connection imekaa sawa au vipi. Kwa tutakuja kwenye browser yetu, tutakuja kawaida kwenye browser yetu, tutakuja kwenye browser yako, then utaandika localhost reg. Sawa, then tutatest connection. Ona connection successful. So mpaka hapa tayari tushaunganisha kati ya faili zetu za kutengeneza usajili na database ya ZAMP. Tushafanya connection. Kwa hiyo sasa step ya pili inayokuja, tunaenda sasa kutengeneza form kwa kutumia pia HTML, CSS na PHP. So tutatengeneza ka file tunakaita index.php. Then hapa tutachukua root file. Tutafungua hivi ili tuchukue root file. Yes. Kama ujui shortcut, manake unaweka tu hivi. Unachukua exclamation then una click enter. Then hapa kwenye title hapa tutasema jisajili. Then inside of the body hapa ndo tutatengeneza form yetu. Watu wengi wanazingua pale ambapo wanakuja kutengeneza form alafu hawazingatii vitu vya msingi kwenye form. Vitu vinavyotakiwa vya msingi kwenye form ni vitu vifuatavyo. Cha kwanza kabisa, fungua tag ya form. Kwenye form kuna vitu vya msingi. Cha kwanza ni action. Je, action ifanyikie wapi? Sawa? Mimi nataka action ifanyikie hapa. Sawa? Kwa action nataka ifanyikie hapa. Mimi nitaweka tu hivi. Lakini cha pili, au nitaweka jina la hiyo page index.php. Cha pili, method gani unatumia? Tunajua kabisa wakati na submit vitu method inayotumia ni post. Lakini wakati na get either id names, usernames na get via get method. So here tutatumia get method. Lakini pia vitu vya msingi vya kuzingatia kabisa, kwa sababu tunajua wakati una prepare variables kusubmit data from HTML form to database, make sure that unakuwa na these names. Each input must have the names. Sawa? Yani lazima uwe na names ambazo ndio zinakuja kulink between PHP files and HTML files. So hapa tumekuwa na names ambao ni username, tuna name ya email, tuna name ya passwords. So mpaka hapa tukija tukisave, tukirefresh, ngoja
to set kitu hapa auto save, allow this auto save, manake ene nikifanya manipulation ina auto save, inajisave automatic. So tukija tukiingia hapa tukirefresh tutakuta tuna hichi kitu tutakuta tuna hichi kitu hichi. Sasa hichi kitu tukistyle kidogo kije center, then to add file zetu. So tutairudi hapa inside of head, tutafungua kitu kinaitwa style. Sawa, style tutafungua style yetu hapo, then tutafungua style hapo. Tutafungua style, tuta make sure style yetu tunaifunga hapa. Sawa, style tunaifunga hapa, make sure style umeifunga hapa, then tutakuja tutaangalia save the looks ya hii form. Tunaona form ilivyokaa. Sasa nataka tu expand kidogo hizi input to expand kidogo, width to expand kidogo. Tukasema width tunaweza tukasema yes, tuka refresh, zimekuwa long. Let's start on form. Form nayo width ya form hiyo 300, width ya form hiyo 300, then tutaona kitu kama hichi. So kama hapa ni 300, nabidi na hapa tuweke not percent, tuweke pixel. Yes, tuweke pixel. So itakuwa kwa muonekano kama huu, not enough. So hapa tuweke, tunaweza tukaweka 250. Yes, look like this, but not enough. Tunaweza tukaweka 280 ndio na muonekano karibiane vizuri na kwa kitu kama hichi hapa. So mpaka hapa tushakuwa na form yetu kwa mfumo kama huu hapa. Kinachofuata ni kwenda kuziekezi kitu, yani kivipi ninaweza nikaandika hapa data afu nikazituma. Tujaribu. Tuje hapa chini, tufungue script ya PHP. Sawa, then funga script hapa. Then kinachokuja hapa ni kuprepare variables kwa ajili ya kusubmit hii form kwenye database. So kumbuka kabisa method tunayotumia ni post. So tutakuja tuandika if is set, tutatengeneza if, ndani tutafungua, tutasema if is set. Nasikia if is set. Sawa, if is set post not use this style. If is set, if is set yani maana yake amebonyeza nini? Amebonyeza nini? Hii button tuipe name. Sawa, tuipe name. Let's use this way, input. Yes, input type submit value, register name, tuipe name tuipe reg. Sawa, so register tuipe reg. Okay, register. So tutachukua hii name
hapa tunamwambia kuwa kama user amebonyeza register, sawa, tuchukue username kutoka kwenye form tuilete hapa, tuchukue email kutoka kwenye form tuilete hapa, sawa. Baada ya hapo tutakachokifanya hapa, tusha tuma data, si ndio? Tumezitoa kwenye form tumezileta hapa. Hebu sasa tufanye hivi, baada ya kuzinani tuziprint chini ya form, sawa? Tuziprint chini ya nini? Chini ya form. What can I do? Hapa chini tunaweza tukaziprint hapa. Tunaweza tukasema tumechukua username, so tunajua kabisa function ya kuprint kwenye PHP ni echo. Tutafanya echo nini? Tuta echo username tuione, tuta echo email tuione, sawa. Tuta echo pia password, echo password pia nayo tuione. Tu save, send, tuje kwenye file hapa, undefined variable email in line 69 70 and 71. Oh, that's why ukikutana na hii error kama hii, cha kwanza ni kuzingatia, je, hizi name hizi za name zinafanana na hii huku chini, sawa? Je, zinafanana? So hii inakuchapa undefined kwa sababu brackets ilipo, sawa, inabidi tuiweke kwa hapa, so turudi tu refresh, then form yetu itakuwa kwenye muonekano kama huu. So inabidi hapa tuingize username kabla, let's say username, let's say Taita Tech, email yake hiyo hapo, password yake. Tukiregister tunaona hapa zinakuja data, nakuja username Taita Tech, email taitahd@gmail.com, password Taita. So from now tushaona tunaweza kuzichukua data from form HTML form, tumezileta kwenye PHP files, then tumeweza kuzi echo. So from here tushaona na tumeshuhudia kabisa, tumeandika simple PHP file, simple PHP codes that take the user inputs and display in that page. So kama hii video imekusaidia, please subscribe, then tutakwenda kujifunza ni kivipi tunaweza kuzituma kutoka kwenye file yetu ya com, then tukasubmit kwenye Jifunze database. Thanks for watching.